Katika jamii nyingi za Tanzania, wapo watu wengi wanaoishi kama mume na mke bila kuwa na ndoa rasmi. Wengine huita mapenzi na wengine huona ni maisha ya kawaida. Lakini je, nini hutokea pale mapenzi hayo yanapovunjika na kuna mali, biashara na jasho lililowekwa mezani? Leo tunakuletea simulizi ya Jane Thomas Abuogo, mwanamke aliyeishi na Odhiambo Edward kwa miaka 22 bila ndoa ya kisheria, lakini kwa kufanya kazi kwa pamoja na kuishi maisha ya muungano kama vile mume na mke. Mwaka 1976 Jane alikutana na Odhiambo. Walianza kuishi pamoja kama mume na mke, si kwa ndoa ya kanisani wala serikalini, lakini kwenye macho ya watu walijulikana kama wameshaoana. Wakaendesha biashara ya kutengeneza na kuuza pombe za kienyeji mpaka wakafanikiwa kuanzisha baa kadhaa, Maendeleo, Tembo, Mlimani na baa nyingine nyingi huko Tanga. Lakini mnamo mwaka 1998 mahusiano yao yalifika mwisho. Jane aliondoka bila mume na bila chochote alichosaidia kujenga au vile alivyofikiri kuwa amesaidia kuchuma. Jane aliamua kufungua kesi Mahakama Kuu, na huko aliomba nusu ya mali walizopata pamoja. Alidai kuwa walikuwa washirika wa kibiashara, kama si hivyo basi alipwe zaidi ya shilingi milioni 28 za Kitanzania. Odhiambo alikana kila kitu. Alidai kuwa hakukuwa na ndoa, hakukuwa na ushirika wa biashara na kila kitu kilichopatikana kilikuwa chake. Hapa ndipo mambo yakaanza kuchanganya. Jane alitegemea ndoa ya kudhaniwa, yani presumed marriage, ile ambayo mtu huishi na mwenza wake kwa muda mrefu kana kwamba wameoana. Lakini tayari mahakama ilikuwa imeshatamka wazi kuwa hakuna ndoa kama hiyo kwao, na Odhiambo bado alikuwa ameoa na hakuwahi kuachana na mke wake aliyempata kanisani. Kisheria, Odhiambo hakuwa na uwezo wa kumuoa Jane. Lakini bado kulikuwa na nafasi ya kumpa Jane haki yake. Badala ya kuangalia ndoa, mahakama ikalenga mchango wa Jane. Kuthibitisha, Jane alionyesha jinsi alivyowekeza, kwamba alitoa mtaji wa shilingi 50,000, alijitoa kwenda kununua ndizi na shairi huko Moshi, na alishiriki kwenye uandaji wa pombe, na kwamba aliweka nguvu na muda wake katika biashara zao. Lakini kulikuwa na changamoto nyingine. Baadhi ya biashara kama The New Usagara Bar zilikuwa hazijasajiliwa, na kisheria biashara zinazotumia majina ya kampuni ni lazima zisajiliwe. Kwa hiyo Jane hakuweza kudai sehemu ya mali iliyotokana na baa hiyo. Lakini baa nyingine kama vile Tembo, Mlimani na Mikumi Bar hazikuhitaji usajili na ziliendeshwa kwa majina yao binafsi. Mahakama Kuu ilimpa Jane 30% ya mali hizo. Hapo ndipo ambapo Odhiambo hakuridhika na akaenda mahakama ya rufani. Majaji wa mahakama ya rufani walisikiliza hoja zote kwa makini, na kama awali pia walikubaliana kuwa kati ya hawa watu wawili hakukuwa na ndoa dhahania. Lakini pia waliona jasho na kazi ya Jane na kwamba vitu hivi kweli vilikuwepo. Mwisho wa siku haki ilitamkwa. Mahakama ilimpa Jane nyumba moja, ile aliyokuwa anaishi, si kwa sababu alikuwa mke wa ndoa, bali kwa sababu alikuwa sehemu ya mafanikio ya biashara yao. Tanzania, sheria haitoi tuzo kwa mtu mmoja kuonesha mapenzi ya dhati kwa mwingine, lakini inatambua dhahiri shairi kila kazi inayotolewa na jasho linalotolewa na mtu. Kesi hii inatufundisha kuwa unapojenga maisha na mtu, hakikisha kuwa unajilinda kisheria. Sajili biashara, lakini pia andika makubaliano, kwa sababu wakati mwingine vitu vinavyoanza kama mapenzi huwa vinaishia mahakamani. Na hii ndiyo kesi ya Odhiambo Edward dhidi ya Jane Thomas Abuogo.